Jina langu ni Mwalimu Bino Nyambane kutoka kitengo cha tamaduni zetu, na tumeungana na makanisa tukiongozwa na Mulika Initiative from the Catholic Church, tukiwekwa pamoja hapa katika St. Vincent kuongelea juu ya mambo yanayohusu jamii yetu na uongozi wa jamii. Tuwasihi viongozi wasikize uongozi wa jamii kutoka kwa kila kitengo ambacho kinahusishwa na mambo ambayo yanahusu sisi kama wenyeji. Uongozi unahitajika kuleta watu pamoja. Uongozi hausababishi watu kuachana na kukemeana na kuangaliana vibaya. Hayo ndio ambayo tumewekewa hapa kuketi na kusungumuzia. Etu achirega tubekira mone kanisa ya Catholic nechi kanisa chinde chionsipi Abaisilamu nobara nabagaka bigekuru notora kuriya chinchira nechinga kochioko leto morembe asobo menyi bwitu bunabagusi naende ate irunse buna oina masikani igakubwatia eki abande bamotebiri twasabirwe asengenje okomenya nobomenyi obuya tutware n'echimbu chingi ya cy'uburayi erinde abagukina na barore na uburayi mbure asa efyongozi no murayi umurunge no yokoreta obomo n'ubwanjani n'amagendero asa abantu tariyo yogo leta obobe ne chindamwamu no koiguna n'echisegi asa abantu igo twacha gotena burayi mboranguru kunanga ina ni murayi muronge unakerenga asa abantu bayi na kitwachira une community and the stakeholders under the umbrella of the church. Jina naitwa Edna Atambo. I'm a civil society member in this community, and today we are gathered here because of in partnership with the USAID Mulika Initiative, with the KCCB and other religious organizations that are based in Kisii. So we come together as civil society organizations, the religious organizations, even other stakeholders that are here to address the issues of peace and conflict that we've faced recently within the county. And we are calling upon each and every stakeholder, upon everyone around this community to speak up and address such illnesses and happenings that are happening around in Kisii. So it's a collective initiative that we're advocating for peace and then encouraging our leaders for dialogue, encouraging the people within the community to have dialogues and conversation. If there are issues that need to be addressed, then they should be addressed in an amicable way than having violence that we've been experiencing. So we urge everyone to be part of this process, and all the stakeholders and all the duty bearers, the people who are mandated to enforce law and adhere to the rule of law, and more especially to our leaders, to look into the national values and principles that are governing this country under Article 10 of the Kenyan Constitution. Let us uphold that particular article that is very key in entrenching the rule of law within the society. So thank you so much, Mulika Initiative, for this moment. Thank you so much for this dialogue, because it's an eye-opener. It's something that is bringing together everyone to be able to air their views and also implement and give new ways on how we move forward in addressing some of these issues. Thank you. Kwa majina naitwa Alhaj Ramadan Hussein, ni secretary wa Supreme Council of Kenya Muslims katika Kisii County, na kwa niaba ya Kisii Interfaith Network na ambao ni muungano ya makanisa ya pamoja na misikiti ya Waislamu na Wakristo katika Kisii County. Mimi nikiwa organizing secretary ya Kisii Interfaith Network. Imebidi sisi kama jamii ya wakanisa na misikiti, yani wale watu ambao tunashughulika na mambo ya kidini, tuongee kuhusu amani katika kaunti yetu ya Kisii. Viongozi lazima watambue kwamba nafasi hiyo wamepewa na Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu amekupa nafasi, ni mtihani. Kwa hivyo wewe unaweza kuwa leader ama unaweza kuwa misleader. Kwa hivyo viongozi ujiulize, wewe ni leader ama wewe ni misleader?
Misleader ni yule ambaye anaenda kusababisha uhasama kati ya watu, lakini leader ni yule ambaye ataunganisha watu na ataleta amani baina ya watu. Kwa hivyo sisi tuna haja kubwa kwenu viongozi kwamba jameni, amani ndiyo jukumu lenu kubwa. Watu kupendana ndio sababu kubwa ambao mmechaguliwa. Maendeleo ndio sababu kubwa ya kupewa nafasi hiyo. Na mkumbuke kitu kimoja, siku ya mwisho lazima Mwenyezi Mungu atakuuliza hiyo cheo ambao mimi nilikupatia ulifanyia nini. Kama ulifanya mazuri atakulipa mazuri, na kama ulileta uhasama na uadui baina ya watu, basi hivyo hivyo Mwenyezi Mungu atakulipa katika hayo mabaya ambayo wewe umefanya. Kwa hivyo hatuna budi kama viongozi wa kidini tuwaombe, jameni, kwa niaba ya watu wote, sura inaonekana sura mbaya, nchi nzima inaonekana, watu wanajulikana kwamba hatuna amani baina yetu. Kwa hivyo yetu ni kuomba, ndugu zangu, tushikamane, tuunganishe watu, tuombeane msamaha kama tulikoseana. Binadamu lazima anakosea, na yule ambaye mzuri ni yule ambaye anarudi nyuma akaomba msamaha, na tujue ya kwamba kuna siku ya mwisho katika hii dunia na Mwenyezi Mungu anaenda kutuuliza katika haya yote ambayo tumefanya. Asante. This gathering here is by the USAID Council in conjunction with the Catholic Church Mulika Initiative for societal dialogues, community dialogues on integration and cohesion of our people as a society. So we are here today to discuss on how we cohere and live with each other. This initiative from the Catholic Church and other stakeholders is to bring peace and integration amongst us in leadership, in community, in entangles that are facing us as a society and as a nation. And we are concerned as stakeholders in everything that is happening. Jina langu ni Mwalimu Obino Nyambane katika kitengo cha tamaduni ugatuzi wa Kisii.